Chapati. Silaka fotoka. Mtaima. Je. Silaka fotoka. Choka. Ndaje wasanii unaopenda? Kupenda. Niliacha. Kupenda. Komondi. Kupenda. Alikiba. Kupenda Pandi. Nandio. Kupenda Pombo. Moso. Asa Mtaima. Maana umetaja wasanii wote, tani wote unawapenda. Lakini umemsahau msanii unaompenda, Zuchu. Kupenda Zuchu kupenda mimi Papati Zuchu. Kiraka. Unamtajia mtu mwenye wasanii wengi mwenye hatawa juu. Maya nyoko. Silaka. Yeuja kaka. Yeye mtoto wa mbwa huyo. Basi. Asa Mtaima. Tengeni chapati muda ule. Sabati. Kupenda Sabati. Unanifisa kama tena takidao tu. Hicho kisoma ndani tuangalia nimetoka kuchochea sasa hivi. Njala nyuma. Afu nazi hata hamna. Ndio. Maana usikoondoka hajaacha taira. Sasa mimi nifanyeje? Kipande kipo ndani lakini tena kipande kile. Sasa mama kipande kimoja kinatosha. Wanakutosha hata kushiba. Umesikia huko? Lile litahila lisilolijielewa lituzima hovyo yuko na watoto wako huko. Sabati. Kupenda mimi Sabati. Mama Jaiji tatamba. Mama Jaiji mtoto wa mbwa huyo. Mama Jaiji. Hivi unajielewa kweli wewe? Sitaki. Mwangalie kwanza. Taira mkubwa huyu. Sitaki uongozane na watu wangu kuja hapa nyumbani kwangu, sitaki. Unateshinda hapa nyumbani kwangu, sitaki. Silaka. Mimi hapa kutaka maji akunywa. Nganga kushukuru. Hivi wewe, kweli jamani kweli. Hivi watoto wadogo nilikuwa napenda kuongozana nao wanangu. Sitaki baya. Nyoko. Sitaki. Jeuri. Sitaki. Utaki nini sasa? Mimi ndo sikutaki wewe usije hapa. Mwangalie mtu mzima anapenda kutembea watoto wadogo kwa nini? Wote wako unatemea utaira wako hapa. Mimi ninakuja kufanya naye huko nini huko wewe hii? Wajeuri wewe. Jeuri usimpatie msichana wangu kichwani. Umesikia? Baba basi mama. Lakini sina kitu tu. Sasa mama kwa mimi lazima nifanye mazoezi kidogo. Mazoezi gani? Yaani unataka hivyo jamani. Sasa tunafanya gani fanya hivyo? Yaani wapo wenyewe wanaenda shule wenyewe wanafanikiwa kufika shule huko. Mimi nilipeleka jamaa kidogo nikazingua. Wanafika shule nakwambia wewe kama wako ukifanya mazoezi ndio unajenga afya nzuri na pia hata malazi haya. Ndio unajua kama nilipigua hiyo. Alikuwa kitu kimekumbusha sasa kwa serikali. Ama bwana. Fanya haraka bwana. Ndio kazi wewe kwa taratibu. Changamka bwana. Hebu changamka. Ngoja mama. Mwangalie kwanza. Ndio wako kuletea maji. Wewe maji unapeka? Maji unapeka wapi? Sasa. Maji unataka mimi kumpa huyu? Jeuri baya nyoko. Mwangalie kwanza. Mama. Kila mtu anaishi katika dunia. Si vyema kumfukuzana mama baba mtoto wa watu. Mamangu. Kumbuka leo na watoto. Kuna kesho. Basi mchukue basi angekuwa hata mwanao. Ungeza kufanya kitu kama hichi hapa.
Jibu nakuja hapa na kusema ni damu yako. Kwa sababu ni mtoto wako. Mamangu. Sijapenda kabisa. Na sitoka ukipenda. Kiraka. Hivi kwani nimekuzaa mimi wewe kwani wewe? Hapa nilikuwa unaniambia mimi sababu simtaki. Huyu binti simtaki hapa nilikuwa ngoja nayo. Kwa nini lakini nakuwa msikii nyinyi Hata kama sijapenda. Muangalie kwanza. Yaani ninavyomchukia yule dada. Yuko hapa. Mtu mwenyewe apendi kwenye familia, anajileta tu hapa. Koma wewe. Muangalie kwanza. Mpumbavu mmoja wewe. Mwanangu ngwingu mkubwa. Yaani jinsi nikiongea na familia yangu kwenye familia sitaki. Wewe umewazaa hawa? Ndio, ujipendekeza tu katika familia yetu tu mgonjwa. Wewe jeuri wewe. Jeuri wewe. Jamani, hivi kwa kweli mimi nimewazaa kweli jamani hawa mimi basi nisuke bi mkubwa. Sina tamu na kusuka na wachana na bia siku tayari. Hebu shika adabu yako na wewe. Bi mkubwa usifanye hivyo. Mchango wangu yani mimi mchango wangu. Yaani nipata bahati yule kibindo basi ndio yule kibindo yule. Yaani hao watu wawili hawa. Kama vile sijawazaa mimi au nimekuwaota. Jamani nimekuja nipeni mimba ndio jinsi wanavyoishi wao. Maana tutakuona na kwa mtoto ajabu lakini sijawaota. Wamekuja wenyewe lakini wana mambo ya ajabu wanasema mpaka Firauni hapa nyumbani. Yaani hao watu mimi hawa. Hivyo wanataka nini jeuri na kiraka wanataka nini hao watoto mimi hawa? Ndio nao bi mkubwa. Sio ni nao. Sasa siku nyingine warudi wanaelewa mpumbavu hapa nyumbani kwangu ataniona. Nitafanya utashuhudia hapa. Kitumwa kanisa kama mzee. Ndio shaka mwili wote ni maneno. Unajua tena. Alafu sasa mimi hapo kuna jambo moja. Wakati natoka wala unamtuma kiti naenda ndani kuchukua kiti. Bado mimi sijamkuta. Wakati namtuma kiti nimeenda ndani mimi dada sijamkuta. Yaani zile unaingia ndani na mtu yukuta anakuta chumbani kwake, sio? Mimi niita nimeona kimya nikamwona ingia chumbani kwake mtu simkuti. Ndio mwenyewe Mungu. Mimi niacha kwa ndoto ndoa. Basi na ndio mkubwa naye. Aniamini kila jambo. Kiuliza sana wewe ni bange si nini? Ndio nashangaa. Haya kama angalie mtu kazi mtu familia iniamini kama nini? Umenikuta? Hata nikiongeza mimi nikiwa ndani. Njoo kwanza hapa. Tujadili. Tumpataje dada? Wote watu tumetena mkali. Vitu vingine unaweza kutumia mkali ndio mkaposa kabisa. Mimi nipo hapa mwana wa kiume. Tunakuja hapa tunaongea vizuri najua mnaanzia wapi mpaka mnapata system. Mambo mengine yanaendelea. Wewe tena unapandisha mara ma pressure tena yakupande tena hapo mimi unajijua. Mimi ni mwanamke sana wewe. Ngoja mimi hapa nitoke nikamtafute dada nitamleta hapa kutokana na mazingira yake ya akili ubonga kidogo sasa baba yangu umefyanta wewe dada mkuja watoto mimi hapa na akili zake za kitoto labda kaondoka nao Uko sawa hapo hivi. Wewe ndio dada kuja mtoto. Wewe ndio msikilize bila kuuliza. Ndio Nisikilize kwa makini. Mtoto atakuja sasa hapa naomba kujidaliza bi mkubwa kujitafutia mapresha bure. Sasa vile unalia nini sasa? Mimi nishakwambia mkubwa baada mimi nitamleta hapa. Wewe tena unajiliza nini? Mkubwa mwanangu ndio tena sivini nenda. Mimi ndio nakuletea mwanao sasa. Na yote sasa alihusika na kitendo. Kwa mazingira yote tena kama mazingira walofanyia mimi mkubwa tunaona habari. Tutulizana miji ndio tunapelekea. Ndio sasa mkuta mwanangu. Maisha ni fumbo yenye vingi visiri, yahitaji ufundi mkubwa wa kufumbua hili.
mabala yamekisili, uchawi hatalia kitendawili. Oh, Siraka mimi hapa. Nifunza kusikia kama kwenye hasira zako. Maana maisha yako yanahitaji sana juhudi zako. Kuliko hata hizo hasira zako. Mimi niko hapa mbele yako. Rafiki yako kipenzi. Kwenye hii dunia unaweza kukutana watu kama Baraka na wengine kama funzo kwenye maisha yako. Na kumbe kusema mangu kitu cha kufanyia. Siraka. Wewe hapa popenda. Fajali. Wewe hapa popenda wewe Siraka. Siraka. Wewe hapa vitaki Siraka. Acha na wataongea kitu gani? Waseme kitu gani? Mimi bado naendelea kuwa rafiki yako. Na sitaweza kukaa mbali yako. Sawa Siraka. Jua lote la saa 7 mmekaa hapa kutujazia minuksi, mibalaa, mizambi. Siraka sitaki nyoko. Sitaki Siraka baya. Jamani. Kumbe na mataila nayo yanapenda nyoko baya. Haya, na wewe wenzio sasa hivi jua hili wako shule wanatafuta udaktari na unesi. Haya, wewe umekaa na madondocha muda huu. Mitaila mizee mitaila. Una aibu mtoto mdogo. Haya, na wewe Bikidude. Sitaki nyoko shule. Sitaki sokoni. Siraka mimi hapa sitaki. Siraka. Jamani, mijitu haina haya nyie, haijui vibaya. Sitaki. Nitaenda kumwambia dada mie tu cheke mpaka asubuhi. Maisha ni fumbo yenye vingi visiri, yahitaji ufundi mkubwa wa kufumbua hili. Mama, sina neno kubwa la kusema zaidi kukuambia asante. Na katika ile familia yenu mwanangu, mimi sina hata mtu ninayemwamini isipokuwa wewe peke yako. Maana ile familia yenu ina matatizo sana. Ila mwanangu, ninakushukuru sana. Mabala yamekisili. Mtoa mimi hapa ni shemeji yangu. Na bado ndio kuwa mke wa kakaangu. Nampenda sana. Na sitoweza kuangalia mtu ambaye anaweza kumfanyia mtema tino kibaya afu kumi naona. Kitu kinachoweza kuwezekana maisha yangu yote, hata mimi nimekufa. Kilipo hai. Mtoa bado ndio kwa ndugu yetu sisi. Na nampenda sana. Hakuna mtu ambaye anaweza kashia uhusiano. Labda Mungu mwenyewe. Sina kingine cha kuongeza mwanangu zaidi kukwambia asante. Na Mungu akuendeleze na moyo wako huo mwanangu. Amina mwanangu. Maana nilimchukua na kwenda kucheza naye. Unasemaje wewe? Ndio tena Kianga. Unaanza bala lako si ndio? Kitu gani? Wewe usiniulize kwa sababu nimeshabugu mdogo wangu. Sasa mama usichokijua mimi wenzako
Wakati unapotoka unaenda kutafuta mbele ya safari huko, ili ukutana na kichwa upepo, akina paka jeu. Tulikuwa tunafundishwa jinsi ya kugawa zawadi za kudumisha udugu. Basi mimi mdogo wangu sikizia na kuleta zawadi ya kudumisha udugu. Wewe wote utazimu wako hiyo. Na mtazawadi ya kudumisha udugu. Kianga. Achana naye mimi namjua. Zawadi ya kudumisha udugu. Wewe Kianga. Kianga leo mtoto wako gani mtoto analala huyo? Hivi una nini mtoto jamani? Mama hata alivyoondoka mtazimu mkubwa. Hivi unaona ukiona kitu kinazuia na serikali wana maana hata sio kama wana vimazi sio nzuri. Kwa nini si? Ndio kwa sababu yako na kumzuri kweli. Hili kitu ni nini? Sisi ndio kwa nini mtatatapu jamani? Nimechoka na vituko vyake. Nimechoka. Haijasema hizo mimi ndio naenda nipumzike jamani. Sijawacha salamu. Ukaacha. Nika hapa na kumbe leta. Mama nakufa. Jamani. Na yule si yule tayari mama nani kule bondeni? Anakimbiza tena sasa hivi mtoto watu jamani. Sio kamfanya nini haraka? Sio yeye nakwambia. Na Yule mtoto yani, kashaanza kuwa na mataila. haki ya Mungu. Washaanza kumpatia mzee mzee utaila. Mtoto wako maskini bado dogo kamposa nini ndio yule mtu mzima na watoto wadogo wapi Na mpanga kama wa Mang'ati. Panga lenyewe linakutu hatari. Sijui inakuaje. Dada. Hapana. Kushaanza kuchangamka. Mimi ongea si bwana. Kwa hiyo unataka kufanya nini? Nataka niende. Wewe Dada naenda. umemwona yule tena kabeba panga lake. Na mimi naenda kuangalia. Ndugu yangu unafuata. Nitakapokukuta mimi sipo. Dada bwana mimi naenda. Ndio nishakwambia. Yaani nitakapokukuta usijue. Namba hizo. Ndio ni kwangu mama. Sisi nimesifika. Yaani hata silali na kuna dawa. Utapata dawa kwa mamba. Nitapata. Ujeuri. Na mama. Hivyo kwani kama hilo shati? Mama sinaona bwana shati lenyewe limechoka ili. Bwana mama endelea kunikuna mimi. Hiyo kote zina utomvu hizo shati unaliharibisha hilo. Mama mimi nimechoka bwana. Kila siku mimi tunasema mimi mimi sipendi bwana mama. Kila siku naona kama mimi sina akili timamu au kisa napenda kunywa vipala. Mama unanizungua bwana. Bwana mama wewe achana naye. Wewe na usimtibue wewe. Nitakuacha umenyole wewe kaka kibwengo. Nimekuwa hayo tena. Tafuta fundi ujue. Nisamee basi mimi. Wala siku hivi kwa kwanza mnakaa nao kama vile bibi zenu. Mimi nasema na wanangu peko. Nikampa wewe kwa Bahati yako ningekufanya vibaya leo. Yes, mnajikuta mataila nyinyi. Dakika mwisho dadangu umefanya kichwa chake sasa hivi kimekuwa ubongo mgando kama ziwa mtindi yani shake well before use. Afu dakika mwisho je mmekaa tu bana mdogo wewe unatembea na dadangu Rodi. Mazegere kibao umetufanyia katika familia yetu. Je, mnatafuta nini jamani nyinyi humu ndani? Namna gani kwani kama hivyo sasa? Tunatiana dharau kama hivyo katika familia zetu. Tujafanya chochote, tujakosea yani. Yaani dakika mwisho nimetokea kutuchukia ghafla yani. Huyo kaka yako huyo la nikibindo ndo kaleta mimi. Huyo show mmoja mkubwa ndo naelewa kila kitu yani. Umemfanya dada mikono yani mipinda kama jeza kumfua yani sasa hivi. Je, mnatafuta nini jamani? Hebu ukisema tutulie, tufanye mazingira yetu. Mnatuonani kama maboya. Oya, sio ngine vitu vyetu vibovu jamani. Msitutubane msirudishe tulipotoka jamani, tafadhalini. Oya dakika mwisho mazoea na dadangu mtoto mistaki. Yaani wewe yako unatafuta nini mwanangu kakako kashangaa. Yaani kakako kashaleta mazegere kibao mpaka mkubwa wako ule kaja kumfanya mama. Mazingira dadangu mwenye hata sielewi. Hapo dakika mwisho unatembea naye Rodi hapa. Oya nyinyi humu ndani nini? Kila kaa tu hapo maana mikoroti mara nini mnatafuta nini jamani nyinyi humu? Sasa leo tuko mnafanya nini? Baridi ule dadangu umemfanya ubongo mganda umeganda ni kitu kama ziwa mtindi kichwa chake imekuwa shake well before use. Kama jinsi yaenda mimi sipendi dharau, mimi sipendi dharau na familia yangu. Mbona kama hivyo jamani? Mimi nilikuwa natafuta nini? Wewe sema nini?
Oa hizi hapa hizi namba kama namba hizi hapa hizi 00 yani 0 kilomita isome yani mshale upo kwenye hii yani. Empty fuel tutakutana. Subiri. Maisha ni fumbo yenye vingi visilili, yahitaji ufundi mkubwa wa kufumbua hili. Mabala yamekisili, uchawi hatalia kitendawili. Oh, kitendawili. Kitendawili. Oh, kitendawili. Kaondoka kila koni kuwaje wewe? Wewe kila koni wewe. Kila kawasi ndio leta balaa hapa nyumbani au sio wewe? Pumbavu mmoja. Mabala yamekisili. Naona nimejipoteza hapa. Lakini hatimaye Mungu si Asmani. Na mimi swali nakwambia mtoto wa dongo wa Kobi na mtoto wa plastiki au timoto. Tukafanikiwa kupata damu. Lakini bwana mama yangu kwenye jambo moja mimi nimemuuzi sana. Haiwezekani ni dogo amekuja hapa kumleta system. Alafu wewe namwambia asikilizie hapa nje nikachukua kiunganisha udugu. Wewe ukajifanya unamtetea sana. Ukaongea maneno makali sana. Mimi mpaka dakika mwisho nikapiga dumba mbele pale. Mimi kile kitu nilikera mamangu. Mimi ndio nikwambia ukweli bwana. Shida yako kianga mwanangu unajaza sana. Na maisha hata yako hivi. Ni kweli mtu amekukosea, mimi sikatai. Ile familia imetukosea sana. Lakini sasa ile kijana mimi kama ukota dada yako, kamrudisha mpaka hapa kwa upendo tu. Na wewe unaacha tokomea nini kingetokea? Sikiliza kwa makini. Hivi nimeleta tu kama ngapi ndani? Tuondoke na kibao. Tuenda kununua vitu barabarani huko na ndio tunamwacha ndani dakika mwisho na hivi tunamkuta na mazingira yote. Hiyo ndio katumwa kwao sema ndio mkubwa huja bado hujapanua ubongo wako kwa kuchunguza kwa kina. Mimi nzako nimesomea Cuba na leo mambo yote. Nikiongea sana hivi bali sio nini? Mimi nzako nafikiria mbali. Mwanangu, katika maisha usipende kulipiza ubaya kwa ubaya. Ile sio jambo jema. Na usichokijua. Wakati wewe unajadili mambo na wao wanakatia unajadili vile vile. Unategemea kinaweza kutokea nini? Wakati mwingine unatakiwa ulipe ubaya kwa wema. Ili mradi tu maisha mengine yaendelee. Si unaelewa? Sio kama vile nafaishwa nao mambo. Yaani wewe kafanya mbaya afu mimi ndo ile kwangu dhambi. Ni mwendo nipachete vile kama dogo ile yaani ndio mwenyewe umestiri roho yake. Haki ya Mungu umestiri roho yake. Kwa hiyo panga kujarabu. Panga. Panga mama panga kwa sisi ndio sheria. Yaani unanyoosha mambo. Wewe ndio unakwambia ramji ya karodo. Yaani panga ndio unanyoosha kila jambo. Sasa iweje unazungumzia zamani au kwa nini unakosema sio Tanzania? Labda nikuulize swali. Ulipotoka na ile panga lako pale nje kwa mtoto wa watu. Na mimi ningekuacha nisingesema chochote au asingekimbia. Ndio ni mzuri sasa. Kafia hapa uwanjani kwetu. Hapo ni kugawana tu majengo ya serikali. Yeye ameshakufa. Moja kwa moja atakwenda mchwari. Na wewe ulikuwa unaelekea wapi? Hiyo serikali ndio ingepanga hapo kama ingenichagulia kama nende Tabora kama pale Ukonga pale naonaga na lima michicha pale nyuma pale. Wewe kwa nini unataka michicha sasa? Sasa ndio ongeza wao sasa ndio nini? Mimi hapa yani nisikufiche mama. Mimi mwenzangu mimi akili zangu 0 jumlisha 0. Jibu yake ni 0 ndio akili yangu. Wewe kelele. Usitie kijua mimi mama yako mgonjwa. Wewe unajua kila kitu. Dada yako pia mgonjwa. Sisi sote wawili. Tegemeo letu ni wewe ndio kama dada yetu ndani. Lakini dada yako kwa ajabu sana. Una tabia za ajabu. Hata dada yako hizo tabia kuwa nazo. Mwanangu, hebu badilika basi.
Hebu jifunze kuto kulipa ubaya. Yaani kuto kulipa wema kwa ubaya. Yaani usipolipa wema kwa ubaya unalipia nini? Sasa mama, mimi bwana najua ninachokifanya huko ndani hakina maana. Ninachukua kina pakaje akina kichwa upepo lana tule mtafuta dada. Haya yote mjani unaonekana mimi kama punguani. Dishi langu leo sidi mvua inanyesha alisomi. Baridi. Sasa sikilize. Mimi sitaki vitunguu endelee kuwepo tena. Hizi vurugu zinaendelea. Mimi sitamani kuona zinaendelea. Ila mimi mtu mzima najua nini nitafanya. Hebu tuirie basi mwanangu niache ile jambo mimi tajua ndimaliza mimi. Tuache hizi vurugu za familia mbili. Sio unaelewa? Sasa hiyo amani mama jamaa ulimpoza Yesu. Mimi msiataki mambo hayo. Watu nawakumbatia wale nawasamini. Dakika ya mwisho kinikuta nini? Sasa mimi mambo mimi ndio siataki. Na ndio maana mimi sheria zangu mimi zinasomewa na mapacheti tu. Kwa hiyo unanisikiliza au tunashindana? Mama najibu unanisikiliza tunashindana? Mimi nakusikiliza. Basi nilichokisema nataka kile hicho. Yaani wewe unyonge bwana. Maisha ni fumbo yenye vingi visiri, yahitaji ufundi mkubwa wa kufumbua hili. Mabala yamekisi. Odi. Odi. Wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Dada samani. Na mimi pia dada samani. Naona kumekucha. Nyinyi hamchoki. Jua lenu, mawingu yenu, kiangazi cha kwenu. Kama watoto yatima. Leo naona umeingia wewe. Hivi nyie jamani, hamuoni wazungu huko jamani? Hamuoni sijui madude gani huko jamani? Kwetu tu. Nakwambia nyie kwetu tu. Kwetu. Sisi wenyewe kuna yetu ya shida lakini hamsikii. Ni kwetu tu jamani. Ni kwetu tu jamani. Jamani, mtu punguzie na sisi tuna mioyo, sio makokoto. Mtu tuwe jamani. Ifike kipindi sasa mtu tuwe. Tumechoka jamani. Sisi hii sio nyumba ya yatima. Yaani sisi hapa sio sehemu ya kuomba. Wao ni sura zao zilikuwa palama. Wengine wanakuja na magauni, wengine wanakuja na makanzu, sio yale makubwa na kama manguo meupe kama wanaenda. Dadangu, sio kila mtu unayemkuta mbele yako anakuja kuomba msaada au pesa kwako. Hapana dadangu. Nimekuja hapa kwa kakangu Kivuma. Kwa hiyo nilikuwa naulizia kama yupo au hayupo. Hilo tu dadangu. Kumbe Kivuma ndugu yako? Wewe nani yake? Kivuma mimi ni dada yake. Kumbe ndugu yake Kivuma? Ndio. Nisamee udugu wangu. Domo hili jamani. Nisamee tu bure. Nimeamka shoga yangu na masisi chai sijui na kunywaje. Dadangu naitoka alipotoka asubuhi hajarudi kwa shoga yangu nimeamka hapa tasiri. Samee mwaya. Sawa usijali. Hayo ni mapito tu, ni safari tu. Usijali dadangu. Sasa sijui nikupe kigoda, wasubiri kija utakuta umekaa hapa. Karibu mwaya. Karibu mrembo. La 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 la. Maisha ni fumbo yenye vingi visiri, yahitaji ufundi mkubwa wa kufumbua hili. Mabala yamekisiri, uchawi hatalia, kitendawili, 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 wanangu, kuteni hapa
tukaa tuongee, tupange na kupangua. Yaani kwanza siku hizi maisha yako tofauti. Lakini nyinyi watu siku hizi wamekuwa jeuri na jeuri mpitiliza. Huyo kiraka na huyo jeuri huyo. Tena jeuri kupita maelezo. Sasa mimi nashinda kuwafahamu. Bora leo mwanangu vodi mapema, ukae ndugu zako tukae tuongee nao. Tena ujeuri ndio hapo anapoongea vojamia kama kajinamia anaingia kichwani hapo kajinamia hapo anitukana. Wewe mpumbavu ushaanza mambo yako ya kijinga hapo analapu hapo. Sawa mama mimi. Jamani. Tumebaki watatu tu katika familia. Na Mungu kajalia nimeweza kukuletea mshindi. Na vile vile Mungu kaweza kutubakishia mama yetu kipenzi ambaye ndio kichwa cha familia. Anaweza kutuangalia sasa hivi na kutusimamia sisi kama watoto wake. Ambaye halali usiku na mchana kwa kutuwazia sisi watoto wake. Kwa hiyo tunatakiwa tufikie wakati tumheshimu mama yetu. Tumpende na kumjali. Lakini tukiwa majeuri kama majina yetu, tukiwa vilaka kama majina yetu, hatuwezi kufika mbali. Hili inaweza ikaonyesha pia mmomonyoko wa familia hii. Ila mamangu mimi niseme kitu kimoja. Sisi ni watoto wako. Na wanasema kwamba mtoto akinyia kiganja usiukate. Uchukue uoshe, maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo mimi naomba utusamehe. Hivyo ujana wakupona wanajua huo ndio wameanza wao. Kumbe huo ujana watu tumeuanza na tumeuacha. Lakini wao muangalie kiraka, angalie minywele. Hivyo kweli minywele ya kwa naye mtu binadamu kwa uzalama minywele kama hizo kweli jamani. Hasa muangalie ujeuri. Ukiongea naye ndio hivyo, hata ukiongea naye kwa haupo ndio hivyo, ajinamia vindui. Kama mwali kwa koleni kumbe hapo ana mambo yake anafanyia. Sawa mama mimi nimekuelewa. Lakini ndugu zangu naomba majukumu mengine tupunguziane. Majukumu niliokuwa nayo sasa hivi mimi ni makubwa. Kipato changu ni chenyewe ni kidogo. Ninachokipata nakileta hapa nyumbani. Siwezi kukigawa. Na nikisema nikigawa hakitoshi. Kwa hiyo majukumu niliokuwa nayo nikisema nikupe wewe kiraka, huwezi. Huwezi kuvaa kiatu changu. Yeuli. Pia huwezi. Kwa hiyo kuna muda mwingine tupunguziane haya majukumu ili na mimi niishi katika maisha yangu ya furaha na amani. Jamani, tuhurumiane basi. Yaani mama bwana mimi mwenyewe nimechoka. Kila siku tu unatusema sisi, kama mimi nimefanyaje? Wewe ukilaka naye kafanyaje? Yaani kila siku makelele huko ndani sisi, yaani akupikiki, akuliki, kila kitu sisi tu mama. Mimi nimechoka bwana. Huyo kaka Kibindo ndo unampenda peke yake. Sisi wengine tu kama wapita njia. Au kisa vizadi mpaka navyokuletea maana vikukubela maana sijui nao angalia tu. Wekelele. Mama bwana unaboa bwana. Ina maana kwa sababu unijue. Unakuja kunitosa na niambia bawila, unaniambia bawila mimi. Unaona nitukana katemenda kutoka. Anitukana mimi. Yaani unanitukana mimi wewe. Unanitukana mimi. Unaambia mimi kukubaila. Kaina katemenda ondoka. Kitendawili 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 Kianga kitendawili kitendawili. Sisi mwanangu harini mpaka harini. Sasa leo jamani harini mpaka harini. Labda mimi nikwambie kitu mwanangu. Acha tutoe kukifahamu mwanangu. Maamuzi yako ni ya kwangu. Unajua ni jinsi gani unaumia kwa mateso anayopitia dada yako. Lakini hata mimi naumia pia. Lakini toka mtu umekuwa mtu ambaye huna furaha, huna amani, umekuwa mtu ambaye tofauti sana na sivyo nilivyokuzoea katika maisha mwanangu.
hatutaki kupambana kwa nguvu. Tutulie, kila kitu kitakaa sawa. Nakujua hapa mwanangu wewe ni nini? Ni kabisa. Hawa tunapambana nao, unawajua vizuri. Usikie mali basi kubaliana na mimi tutumie tu busara, kila kitu kitaisha mwanangu. Lakini umekuwa huna furaha leo. Unajinamia tu. Umekuwa mtu ambaye tofauti na ulivyozoea. Hivi ni nini huko na mwingine? Kwa mimi naongea tusimulie, si ndio? Naongea kwa yana maana babangu. Tena yeye anainuka anaondoka. Ukianza unajua Kisoda, zamani nilikuwa naogopa kuwapoteza watu. Kwa sasa naogopa kupoteza muda wangu kwa watu wasiokuwa sahihi kwangu. Kwa sababu nakwambia hivi, maisha tuliokuwa nayo ni magumu sana. Wewe mwenzangu huna lolote, yani upo uende kushoto, uende kulia, yani manchosha kabisa. Yaani dada, nikajua hapa unaniita na jambo la maana. Nataka kabisa chini kusikiliza. Wewe mimi wakuniambia maneno kama hayo ndugu yako. Tunaishi kwa kujifurahisha na sisi zetu. Maana hata wale tukiana hadi kutupa furaha, kwa mwisho alisana kaondoka. Wewe kaondoka wapi wewe? Unaenda kiswali chako cha kubabaisha hapa. Umenikimbia kule, alafu hapo unajifanya ni mshauri. Kaachane nayo. Unajua katika kitongoji chetu kuna binti nimetokea kumwelewa. Sasa sijajua atatokea kunipenda au atanikataa. Maana fisikadi hiyo kimona. Na blaza, yani kwa mademu wewe nao. Usitumie nguvu kubwa kuonesha kama yeye ni mwema, acha maisha yaishe. Unajua tena maisha ndio kila kitu. Acha Mungu. Maisha kitu gani wewe? Yaani umekuwa mtutaji wa maneno. Kila nitakaloongea wewe nenda kushoto, uende kulia, uende mbele, urudi nyuma. Yaani Kisoda cha Mungu, ndio maana hata mama yako alipokuja kabisa, akakuita jina Kisoda. Wewe tangu lini kwa mtu anaitwa jina Kisoda? Alijua kabisa takuja kwa mtutaji wa maneno. Unazingua bwana. Yaani kabisa mshajango na nipoa. Lakini blaza, umkoero jina umea kwenye mbata tengezaga pombe ile. Nzuri. Tengezaga pombe, hizo pombe atengeza babako. Ndugu wengine bwana, anakuwa tatizo sijui anakuaje akili yake. They sleep my bedroom. Why? Yani namaanisha kwa nini hujalala ndani umekuja kukaa huku nje? Au wewe kipindi sijakuwa ulikuwa unazibua vyemba Ndio zile harufu zimekufanya akili yako wewe imechanganyikiwa, si ndio? Hivi wewe ni kitu gani ambacho kimekufanya usilale ndani umekuja kukaa huku nje? Sinaongea na wewe, bundi. Nje. Hivi mume wangu na matatizo gani wewe? Yeye nimetoka ndani kuja kutafuta amani nje. Lakini mpaka umenifuata nilipo. Hivi mnaona gani ambao una mapenzi na mke wako? Yaani wenzako usiku huu wapo vitandani wanatafuta watoto, lakini mimi na wewe ni hamna kabisa, sifuri. Yaani mpaka najiuliza kwa nini niliolewa na wewe?
Wakati nakuona mara ya kwanza ulikuwa na sura ya kimahaba, lakini roho yako kwenye kichaa kabisa. Unamzidi hata yule shetani wa mapembe mawili. Aha. Hivi hayo maneno wewe unapata wapi ujasiri kuongea maneno kama haya? Huo ujasiri wewe ambao unafanya maneno wewe unayalopoka tu unaupata wapi? Ujasiri umeusababisha wewe. Nikwambia hapa nilipo na mzigo mzito, natamani kitu changu nikikata kabisa nikitupia chini. Haya tupa basi. Alafu wewe inaonekana hili neno Maya, ili jina lako ni shortcut. Wewe ulikuwa unaitwa Mayai wewe. Mayai kataka bibi yako mpaka nikatoa mayai. Wewe. Sikiliza Kivuma. Nimeolewa na wewe, si kuja kunyanyasa vile unavyotaka wewe. Na wazazi wangu wameniwezesha kwako wakikuheshimu kabisa. Lakini umekuwa mtu tofauti kabisa. Yaani kwa sasa hivi nilipofikia, ninakuchukia mara mbili yake. Sijui unanielewa? Na usipojiangalia, mimi nitaondoka. Kwa sababu kila siku ni maneno, hata kunizalisha hamna. Sijui hata umo kwenye korodani yako hamna mayai. Sasa hayo unavyosema sijui nini haina mayai hiyo, ulioitaja wewe hapo sasa mimi londo na yapasua. Umeshanielewa vizuri? Alafu wewe ujinga mimi siupendi. Sipendi ujinga ukiwa unaongea ujinga mbele yangu wewe. Nitakupiga mbao, nitakupiga mkofi ili hicho kitu chako kianguke chini vizuri wewe. Sasa sikiliza. Chagua option hizi 2. Kwenda kulala chooni au uingie ndani ukalale bila kupiga kibao chochote kwenye mwili wako. Naomba uchague vitu hivyo viwili. Unaenda chooni au unaingia ndani? Nenda ndani, kumbavu. Wewe mtoto wewe. Yaani wewe una bahati, ningekuletea shuka uende chooni kule ukapiga story na mende. Ndio ungefurahi sasa. Na bahati yule pesa zangu zimelala nikipasua wewe. Sasa kwa taarifa yako kikiti na kiacha hapa nje na ole wako kiibiwe. Kesho unanijibu kesi. Kumbavu wewe. Haya sawa. Wewe unajifanya mbabe. Haina shida. Ndio ukao ukijua kwamba wewe unafanya kuja siku nikukane. Itendawili. Kwanza nikale mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Wote wakeme. Wakeme weze. Safi sana. Wakeme weze anaosi. Wakeme.
Tualole. 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 Nogera. 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 Nakemano. Munze. Tuangalie maendeleo yetu. Maendeleo yamekuwa sio mazuri. Bado hatujakula nyama siku nyingi, hatujamwaga damu kwenye mkoba wetu. Ni kweli mkuu, ila wewe ndo unafuga ugonjwa, kwa sababu kweli mkoba wetu mpaka sasa hivi na chama chetu jinsi kinavyokwenda hata havieleweki. Kama huyu Zinduna huyu ndio hataeleweki kabisa. Hatujakuja kuongelea habari ya Zinduna hapa. Tulichokuja kuongelea ni habari ya chama, tujue kwamba kinaendeleaje na maendeleo yako vipi, ila sio habari ya Zinduna. Asa huyu hivi wewe kwa nini unapenda kukaa karibu na wale watu? Na yeye anategemea ndio nyama tunataka kuila hapa. Tumwage damu kwa sababu yeye. Kwa nini unapenda kukaa karibu? Sasa mkuu, nikisema mimi nisongozane naye itakuwa rahisi sana sisi kugundulika, na itakuwa sana rahisi kugundua chama chetu. Kwa hiyo unafanya hivi ili kutumia uzoefu wake kuficha mambo yetu. Kakula mwana kakula. 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 Hilo ndo atakuwa mlisini wangu. Ndio mlisini wangu. Kwa nini koba? Kakula mwana kakula. 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 Kakula mwana. Alafu wewe kibonge uliopewa mwili ukakosa akili. Nikiongeaga na mkuu sitaki unielewe hata kinywa chako. Kwani uloko unaongea ni sahihi? Sasa basi, hata siku moja huwezi kunipandishia kibesi. Hili nilokupa ni kama onyo. Na kama utaendelea tena hiyo tabia yako, utajua cha kufanya. Shobo. Kitendawili, kitendawili, Kiki kuna midunga vitika kwa chini ya mwa. Kiki kuna midunga vitika kwa chini. Kiki kuna midunga vitika kwa chini.
Sai wa kuume. Sai wa kuusa. Kikuu kuna mjinga butika kwa kiwili. Wote wakuwafinya. Mungu Baba, katika jina la Yesu mzee hai, nakuja mbele zako siku ya leo. Baba, naomba kwako Bwana Jehova. Nikiomba kwako Bwana yote yanajibika. Mungu, naharibu kila nguzo zinazokuja kinyume na mapenzi yako. Naharibu kila taswira inayotumia mwili wa kakangu kama chombo cha uchawi. Navunja na kusambaratisha. Naharibu na kusambaratisha. Maana wewe ulisema Baba, adui akija kwa njia moja sisi tunamsambaratisha kwa njia 7. Tunasambaratisha kwa damu ya Yesu. Tunasambaratisha kwa damu ya Yesu. Tunavunja kila mifumo. Navunja na mifumo yao yote. Naharibu kwa damu ya Yesu. Naharibu kwa damu ya Yesu. Navunja kwa damu ya Yesu. Nakabidhi familia yangu mikononi mwako. Baba, ukatenda kulingana na sawa na fadhili zako. Na kuomba wewe ni Mungu unayetenda Bwana. Wewe ni Mungu unayejibu maombi yetu. Tazama kijiji chetu Jehova. Na kikabidhi mikononi mwako. Na kikabidhi mikononi mwako Bwana. Ukatende Jehova. Asante Yesu kwa kuwa unaenda kujidhihirisha mwenyewe. Asante Yesu kwa kuwa unaenda kuonekana mwenyewe Jehova. Matendo yako makuu yanaenda kujidhihirisha waziwazi. Nikiomba na kuamini kwako kutanezekana. Asante Yesu kwa neema yako na fadhili zako Jehova. Nasema asante nikiomba na kuamini kwako kutanezekana. Amina. La 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 la. Oh 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 oh. Ndugu yangu, maishani fungu yenye vingi visihili, hitaji mfungu wa kufumbua hili, mabala yamekisili. Unajua mimi napenda sana kukwambia. Tatizo napenda kuzungumza tofauti na fikra zangu. Mimi ninachokiona, usikubali kuvunja urafiki na ulianza naye kwa kujipa matumaini kwa utapata mwingine. Toleo la kwanza ndio huwa toleo bora sana kuliko toleo la pili. Sawa? Sawa. Sijui umenielewa? Yaani tatizo mwenzangu sijinda mwingine sitaona kwa vipi yani. Oh, havijawa bora hata nilipokuona.
Bora vijana hivyo kuona kama kangu kamepata unafuu. Hebu acha nicheke kwanza. Kwani wewe kisota mambo mengine nakuchekesha? Eti. Basi naomba usogee pembeni. Sawa, ndugu yangu, ila kwa makini. Usinganganie karibu na mtu asiyejua thamani yako. Si unajua? Wewe nawe nishakwambia nenda pembeni ya kuhusu. Muone kituku kile. Habita bora tanipo kuona kama kangu kamepata unafuu. Wewe unasemaje? Usiongee, mimi nachoka. Sawa, nimekuelewa. Popote penye magumu, Mungu akafanya wepesi kwa ajili yetu. Kikubwa ongeza imani na subira, tutafanikisha kwa hii. Havijawa, hivi usiogope maneno ya watu wanasema nini. Ndoto ni yako, maneno ni yao. Endelea kuniazima masikio kwa sababu kitu unachenda kukisema mbele yako ni kitu kikubwa kuliko hata maisha yangu. Hapa nilipo, akili pamoja na ubongo au halmashauri nzima ya kichwa changu, nimekaa nimefikiria, nimeona nije tu kukwambia ukweli. Sasa muda huu sasa unajua zamu yako kupika. Kwa fanya chapu chapu ukapike. Yani yule akili zake fupi sana. Yani jinsi alivyo ndivyo akili zake zilivyo. Sasa vitawa, tusongee maneno mengi, twende kwenye jambo la muhimu. Wewe unasemaje? Usiongee, mimi nachoka. Sawa, nimekuelewa. Ila kiukweli kabisa nimetokea kukupenda. Havijawa, kila nikikaa moyo wangu unakuwaza wewe. Wewe ndiye mwanamke wa ndoto zangu. Kukupenda sijafanya makosa, au kutamka kukupenda sio kosa. Nakuomba Vijawa, unikubalie kwa hili. Nakuomba uwe mrembo moyo wangu. Nakuomba sana Vijawa. Jamani. Wewe. Niangalie. Ukome. Umeshakomeshwa? Ukome kama ulivyokoma kwenye njia ya mamako. Kukaa kitongoji kimoja sio chance ya kuzoeana. Si unanielewa kwanza? Au umetumwa? Umetumwa? Liangalie. Kama limsukule, jamani. Sasa viazaji Vijawa wewe. Tena hala. Sawa. Kama umechoka, niambie dunia isimame, ushuke, uchimbe dawa. Shetani wewe. Kitu wenyewe baya. Wewe nikupeleka dadangu jamani, naanzaje kuongea kwanza? Libaya, jeusi kama limetoka kuzimu. Msukule mingine kimeshushwa kutoka wapi? Tena unikome, shizi wewe. Sikupendi, sikutaki, na sijawahi kutanana. Kilanga chote komo, yani komo, alipanga kuniu, naiseta moyo wangu, unatamani niuliza vipi fundi wala zangu, lawana niliza yendo alikuwa mwanga wangu, kageuka kiza kazamisha ndege yangu, rubani kawa naoza. Dada. Mtoto kasomeka. Au ndo mwanangu domozege. Nafikiri mimi kama wewe. Wewe acha tu mtoto nimempangilia kakaa humu kwenye uva. Kanyoka japinda. Kani hujasikia kitu chochote? Sijasikia chochote kabisa. Na ungekuwa umenishirikisha na mimi ningeshirikisha masikio yangu kusikiliza. Sasa najua.
Basi sawa, kama hujasikia kitu chochote basi tuondoke. Haina shida yote. Yaani kabisa acha Mungu na hapa kwa Mungu, akili zako ziwe hivyo hivyo. Usijipe utakatifu kwa kuhesabu dhambi za wengine. Kwenye dunia kila mtu ana lake. Kuna Mungu mtu anawapa wengine. Kwani sasa hivi nategemea kila kitu. Kwani kudumu zangu wabaki ni mvua, iwe jua, ndio kila kitu. Taima, mimi nikwambie kitu kimoja tu. Nafahamu kwamba mimi ni tegemezi kwako, na nalijua hilo. Siku zote naishi nalo. Kwa hiyo mimi kufahamu uwepo wako kwangu ni mkubwa sana. Nalijua hilo. Nakupenda sana. Maisha ni fumbo yenye vingi visilili, yahitaji ufundi mkubwa wa kufumbua hili. Mabala yamekisili, uchawi hatalia